Tumpe makofi Yesu kwa ajili ya kamanda. Amen. Mungu akubariki sana. Karibu. Nisiwe na maneno mengi. Amina. Mungu abariki sana. Ilitakiwa nije, ile ilikuwa ni tarehe ngapi? Si tarehe 5. Sasa nilikuwa kwa niko ndani. Ilishindikana. Mungu atusaidie sana. Ilitakiwa nije, ile ilikuwa ni tarehe 5. Sasa nikawa nimekamatwa, ile nilikuwa nahubiri pale. Baadhi ya watu, kuna mtumishi mmoja hapa yupo. Alikuja pale Mwanza, ni wa pale pale baba. Ndo naye akawa amekuja pale. Kwa nimekamata kati na mwaga yule askofu. Naombea Bwana, mimi naenda Dar. Kuna mahali naenda kuhubiri. Nikahubiri, kumbe wakati nilipokuwa nahubiri pale Buongo kule, watu walikuwa wamejaa sana. Kumbe ile sehemu na polisi hapa hii inatosha tu. Kumbe na polisi walikuwa wako kwenye ile kundi, walikuwa wananipeleleza. Mimi sielewi. Ila nilikuja kujua baadaye, kwa sababu baadhi, namshukuru Mungu, najua Mungu ana makusudi makubwa sana. Nimefungwa kule ndani, Mungu akanipa neema, wafungwa wote nikawahubiria, na polisi wengine walikuwa wananifahamu wote. Najua Mungu wa ajabu sana. Polisi wote mpaka mkuu wa kituo. Sema tu akasema, mtumishi hapa, yani kukutoa hii ingekuwa chini yetu sisi tungekutoa. Sema iko chini ya mkuu wa wilaya. Lakini Mungu alinitoa. Jamani, Yesu anatupenda sana. Yesu anatupenda sana. Mungu alinitoa kwa ajabu. Mle ndani ndugu yangu mnanuka. Naweza kusema afadhali ya choo chenye kinanukia vizuri. Mle ndani ni mchafu. Maji watu wanakunywa maji chooni wewe. Lakini Mungu alinipa. Unajua nilipokamatwa nafungiwa kule ndani, cha kwanza wale vijana walimo mle ndani nusura wanipige. Naingia kule ndani, wakati ule nimeambiwa ingia ndani, nikaingia ndani, nimekaa chini, nimeinamisha kichwa, wakasimama. Nikasema leo nimeisha. Wakaniuliza, wewe mwenzetu umekamatwa kwa kosa gani? Nikasema hivi, samani nataka nitulize kichwa. Wakanyanyuka wote. Baadaye nikamwambia kaeni chini. Akasema udogo anasemaje? Mungu alinipa utisho. Wakakaa chini, nikaanza kuwafundisha mpaka wote wakaelewa. Na yule mkuu akitoa akaniita ofisini kwake, nikamuombe, sababu bwana mimi na matatizo. Akasema piga magoti. Na baadhi ya pale wengine walikuwa wananifahamu, na wakatoa siri, wakasema ule ni mpango ulikuwa umepangwa tokea muda. Pale ulipokuwa na ubili, yani wakati mimi na ubili watu walikuwa wamejaa sana. Kumbe katikati ya wale watu mna polisi wananipeleleza. Nikaenda kuhubiri sehemu nyingine, ndo pale sasa nilipokamatwa, nikabebwa. Kumbe hawakujua wanaponibeba mimi wanambeba na Yesu, wanampeleka kituoni. Basi Mungu akubariki. Funika macho kwanza, siende mbali. Funika macho, fuatisha maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele yako. Naomba unitakase. Naomba unioshe. Nilipokutenda dhambi, kwa kuwaza, kwa kunena na kwa matendo, naomba unisamehe. Ninajiweka mbele yako. Unifundishe. Unifundishe. Unifundishe ili na mimi nikawafundishe watu. Ninakuomba leo nisamehe nilipokutenda dhambi, kwa kuwaza, kwa kunena na kwa matendo. Kaa kimya niombe. Baba Mungu, tazama wakati huu ni wakati wa neno lako.
Roho Mtakatifu, tawala mawazo ya watu hawa, tawala moyo wangu. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, mfano wake haupo. Duniani umeumba mamilioni ya watu, kila mtu umempa sura yake. Matendo yako yanatisha, ukuu wako unatisha. Duniani kuna mamilioni ya watu, lakini kila mtu ana sura yake. Kwa akili ya kibinadamu ni ngumu, lakini wewe Mungu unatisha. Unaujua ukubwa na upana wa tumbo la sisimisi, umejaa makubwa na mambo ya kutisha. Ninakualika sai, tawala mawazo yangu, tawala kinywa changu. Kila nitakachosema nisiseme vile ninavyotaka mimi, niseme vile Roho anavyotaka. Tawala mawazo ya watu katika jina la Yesu Kristo hai. Amina. Amina. Basi Mungu awabariki sana. Nasema tu ushuhuda wangu ni mrefu, nilokutana naye mle ni mengi, lakini muda wangu ni mchache. Sasa siku ya leo tutajifunza somo linasema, shika peni yako, anza kashika daftari lako, shika Biblia. Itakuwa vema sana. Somo linasema, ili ufike mbinguni inahitajika uvumilivu. Neno uvumilivu unaweza ukalichukulia kawaida, lakini uvumilivu ni tabia ya Mungu. Andika, ili ufike mbinguni inahitajika uvumilivu. Neno uvumilivu ukilitaja linatajika kiwepesi, lakini uvumilivu ni tabia ya Mungu, ni tabia ya malaika, ni tabia ya watu walio wa Mungu. So unaelewa? Yaani uvumilivu, neno uvumilivu ni tabia ya Mungu, ni tabia ya malaika, ni tabia ya watu walio wa Mungu. Ambaye hujaishika, nasoma somo linasema, ili ufike mbinguni inahitaji uvumilivu. Uvumilivu ni tabia ya Mungu. Uvumilivu ni tabia ya Mungu. Ndio maana kuna watu wanafanya dhambi, wengine wanafanya mambo machafu huko nje, wanasema mbona Mungu hatuachi, mbona Mungu hatuui. Kumbe Mungu anawavumilia akisubiria wabadilike. Kwa uvumilivu ni tabia ya Mungu. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Ili Yesu, nimekwambia hivi, ili ufike mbinguni inahitajika uvumilivu. Yesu ili afikie lengo la wokovu kwa ulimwengu alihitaji kuvumilia siku 40. Kuna kitu kinaitwa uvumilivu kilisimama pale msalabani. Kuna kitu kinaitwa uvumilivu kilisimama, ndio maana alistahimili mijeredi. Unajua Yesu ni Mungu, aliuvaa mwili wa kibinadamu ili kutukomboa sisi. Unajua mwili wa kibinadamu ni mgumu huu, kimoja tu nasema mimi hapana. Penye majaribu tu. Kuna wengine majaribu, kuna mwingine mama, unajua mama Mungu asaidie sana. Yaani mama anaona haolewi, amekaa muda mrefu haolewi, aenda akija kijana, labda wale vijana wenye nani hapa, wenye kile kinani cha hapa, anaamua kuacha kuokovu, anaamua kuolewa huko. Uvumilivu ulimshinda. Saelewa? Kuna watu hajanielewa. Yaani wewe umeokoka, alikuwa amesimama vizuri, mwaka wa 20 aolewi, 21 aolewi, 22 aolewi, 23 mpaka anafikika 30. Kuna mtu huko wa vile vinani visahani vya hapa kibakuli, akasema nataka nikuoe. Akasema kwa kuwa sinani, acha niondoke. Anaenda kuolewa. Uvumilivu ulikuwa haupo. Narudia tena, uvumilivu ni tabia ya Mungu. Uvumilivu, ili ufike mbinguni inahitajika uvumilivu. Ili Yesu atimize lengo la kuokoa ulimwengu, neno uvumilivu lilisimama kwake. Mungu anaishi na wanadamu kwa uvumilivu. Yaani Mungu anaishi na watu wengi. Mungu anaishi na mashoga, Mungu anaishi na walevi, Mungu anaishi na watu wa namna zote, wote anasubiria wageuke. Yaani neno uvumilivu limesimama mkono wake.
Yani ili kitu uvumilivu. Sasa na watu walio wa Mungu wanahitajika kubeba ile tabia ya uvumilivu. Sio, unaelewa? Mimi sikiliza umakini, sijisifii, ila nataka nikufundishe. Mimi nilikuwa mdogo sana kabla sijafikia hapa. Nilishawahi kuingia maombi ya siku 7, nilikaribia kufa mpaka akili nilichanganyikiwa. Ilitumia wiki mpaka akili zikanikaa sawa. Wasipendi kuzungumza mimi nimefunga siku ngapi, lakini nimezungumza hili kwa ajili ya kukufundisha. Neno uvumilivu. Unajua kwa ajili gani? Kwa mfano kama mama alikuwa anasema leo nataka nifunge. Mume wake hajaokoka ila alipanga leo nifunge. Mume wake aenda kununua kitimoto na nyama ili siku amefunga. Anaviweka sebleni. Na yeye alikuwa amekaa sebleni ameshika zake Biblia. Ndani imefika saa 6 hiyo. Ndani aliwaza kusema leo nafunga. Alipoanza kukiona kitimoto. Na uzuri siku ambazo anakuaga hajafunga akijaki. Ila siku amefunga. Na cha kutosha na chips pembeni. Neno uvumilivu linamshinda. Anaanza kuwaza. Wakati mume wake ametoka mara moja, ameenda kuchota maji. Na siku ile mpishi anakuwa ni mume wake, anaenda kumwandalia na maji. Moyoni anaanza kusema Mungu nisamehe. Nisipokula atajisikia vibaya. Anakula. Anasema nitafunga kesho. Na kesho hivyo hivyo. Sasa mtu aliyeokoka anatakiwa kulisi tabia ya Mungu. Tabia ya Mungu, yani uvumilivu ni tabia ya kiungu, ni tabia ya Mungu. Yani kila mahali ambapo Yesu alitembea, uvumilivu ulikuwa nyuma yake. Yesu aliweza kuishi vizuri na Petro na Yohana, alikuwa na uvumilivu ndani yake. Aliwavumilia japokuwa vichwa vya kina Petro vilikuwa vibovu. Unajua kuchomoa kisu kumkata mtu sikio ni ile ajabu. Yani mtu anachomoa kisu fia sikio. Neno, yani Yesu alikuwa na uvumilivu ndani yake. Sasa hichi kitu unaweza kukichukulia kawaida. Yani wewe ili ufike mbinguni, ili uingie mbinguni, lazima uvumilivu uwe ndani yako. Yesu ili aukomboe ulimwengu, Yesu ili afikie lengo la kukomboa dunia, neno uvumilivu liliishi ndani yake. Alivumilia kuishi na watu wabaya, wauaji, waharibifu. Lakini yani yeye alikuwa anataka abadilishe ulimwengu. Uvumilivu ulikuwa ndani yake. Ndio maana ukikuta mtu Mungu amempiga, ujue Mungu amekuchoka, yani uvumilivu wake umefika mwisho. Sio, unaelewa? Mimi wakati naanza huduma nilikuwa wakati naanza huduma siku za nyuma sana. Hasa hata kumjua Mungu ilikuwa ni kidogo sana. Wakati tunaomba mimi na kaka yangu nilikuwa nacheka. Nilikuja kupigwa baadaye. Kaka yangu akaa ananionya, "Wewe acha hichi. Na kesho narudia tunaomba nacheka." Niko Mafinga siku moja tumetoka kuhubiri Injili. Wakati nimeomba nimecheka. Ghafla wingu likatanda. Tulitaka kufia kule tulikolala siku ile. Nini? Mungu aliona akanikikadekeza katakuja kupotea. Tumekaa ndani. Tumetoka kumshukuru Mungu afu nikacheka. Yani tunaomba nikacheka. Wingu likabadilika ghafla. Tuko ndani. Kwa majira kama saa 1. Radi zikaanza kupiga, umeme ukazima. Chumba tu kile ambacho tumelala mimi na kakangu. Vyumba vingine umeme unawaka. Ilipiga radi. Tuligongana, kichwa cha kakangu kilinipiga hapa. Ili mvua ilikuwa ni ya ghafla. Kwa Mungu atusaidie sana. Nimekwambia ili ufike mbinguni inahitajika uvumilivu. Kuna wengine walipoona matatizo yamewazidi, uvumilivu ukawashinda, wakaenda kuchukua mafuta. Kuna wengine walipoona uvumilivu umewashinda, wakarudi nyuma.
Kuna vijana wengine walipoona uvumilivu umewashinda, mtu ana miaka 18 bado hajalala na mwanamke, uvumilivu kamshinda, akaingia kwenye dhambi. Nimekwambia hivi, uvumilivu ni tabia ya Mungu ili Mungu atimize lengo, yani atimize lengo lilomleta duniani la kuokoa dunia. Neno uvumilivu lilitumika ndani yake. Mtu kufunga siku 40 sio mchezo. Kama ni wewe tunaweza tukakuta mifupa. Siku 40 ili azitimize, na ukumbuke yupo kwenye mwili wa kibinadamu. Ndio maana ile siku ya mwisho kama ameona njaa, kwa sababu mwili ni dhaifu. Lakini uvumilivu ulimsaidia kutimiza zile siku 40. Uvumilivu ulisaidia kuokoa dunia. Uvumilivu ulisaidia kuokoa ulimwengu. Sasa kama tabia ya Mungu ni uvumilivu, na watu walio wa Mungu wanahitaji kubeba roho ya uvumilivu. Ili umjue Mungu inahitajika uvumilivu. Yaani ili umjue Mungu inatakiwa ujue kuvumilia. Ili uinuke kiroho unatakiwa kiwango cha kuvumilia kiwe juu. Ili umjue Mungu katika kiwango cha juu inatakiwa na roho ya kuvumiliwa iwe kiwango cha juu. Ili huduma yako ikue, lazima kiwango cha uvumilivu kikue. Yaani mwambie Mungu, nikuze kiwango cha uvumilivu. Kwa sababu kama hauna kiwango cha uvumilivu, hauwezi kumwona Mungu, hauwezi kufikia kusudi la Mungu, hauwezi kumjua Mungu. Kwa sababu kuna watu wengine wanasema, mtumishi, mimi nimeomba muda mrefu lakini sijibiwi. Unajua kwa ajili gani? Kuna watu wanawezekana wengine wameombewa hadi na baba hawaponi. Alafu niwaambie kitu. Unajua walokole tuna shida kubwa sana. Walokole tunahitaji msaada mkubwa sana wa Mungu. Yaani sikiliza. Yaani kuna mtu mwingine anasema, mtumishi, mimi nimeomba sana mtumishi sijibiwi. Nimeomba mtumishi, matatizo yanazidi kuongezeka. Unajua kwa ajili gani? Anasema, mtumishi, mimi nimeombewa sana na mchungaji Katunzi. Nimeombewa sana lakini siponi. Unajua kwa ajili gani? Biblia inasema ombeni nanyi mtapewa. Hasa watu wamelishika hili neno linalosema mtaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Sikiliza nikufundishe kitu kimoja. Yesu alipokuwa, sikiza makini, Yesu alipokuwa anaondoka duniani, alitoa maagizo kwa wanafunzi wake ya kwamba anaondoka waende ulimwenguni kote wakahubiri Injili kwa kila kiumbe aminie. Wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Yaani baba mchungaji Katunzi ataenda kule, ataenda Morogoro, ataenda Dar. Kwa kila atakayeamini atamwekea mkono, atafunguliwa. Lakini ninyi wa ndani, Biblia inasema ombeni. Mnapoomba, sikiliza kwa makini, unapoomba Mungu ajibu haraka. Kwa ajili gani? Mungu anataka ili akujibu. Sikiliza kwa makini. Mimi nilishawahi kuombea tasa. Yule tasa, yule mama alikuwa ni wale wa kuvaa nani zile bakuli zile. Akawa amesema, mtumishi, mimi siokoki kama Mungu hajanipa mtoto. Mtumishi, mimi nimeenda kuombewa hadi na wachungaji, nimeenda wapi kwa waganga, nina madeni, siokoki kama Mungu hajaniponya. Alipomponya yule tasa, akaenda kumwambia mwenzake ambaye ni tasa, mpaka leo anasali. Sasa sikiliza. Kuna watu wanasema, mtumishi, mimi nimeomba muda mrefu sijibiwi, nimeombewa sana sijibiwi. Unajua kwa ajili gani? Mungu huwa anataka mtu aombe, sio aombewe. Na unapoomba unatakiwa na roho ya uvumilivu. Kwa sababu Mungu ukishaomba, Mungu anaanza kutengeneza mazingira ya kukufundisha kutoka kwenye hilo tatizo ulilonalo, ili ukishatoka ukawatoe na wengine.
Usitaki kuomba leo ukajibiwa leo. Mwambie Mungu, unapoomba mwambie Mungu, nifundishe, nitoe kwenye hili tatizo, nitoe, ili Mungu akufundishe. Ukitaka kutoka pita hapa, ukitaka kutoka pita hapa, ingia hapa, ili ukishatoka na wale wa nyuma ukawafundishe jinsi ya kutoka. Hasa wewe unataka kuombewa kila siku. Ndio maana watu wengi wana shida. Umeniona mimi hapa nimehubiri, yani labda akaja mhubiri akahubiri vizuri, unataka kuombewa. Mimi nimehubiri vizuri, unataka kuombewa. Mkutanoni huko, labda mmeenda mkutanoni, umesikia kuna mtu anahubiri vizuri, unaenda unapiga magoti. Kila mhubiri unataka kuwekea mkono. Sasa lile ni tatizo. Mungu anataka uombe ili akutengenezee mazingira ya kutoka, akupitishe, ili ukishatoka kuna wengine nyuma utawatoa. Yani atakutumia. Mimi nilikuwa tasa, nilipona utasa, nilipita hivi. Mungu hatoi miujiza ya hasara. Saelewa? Yani Mungu hatoi miujiza ya hasara. Kwa usikiza kwa makini, ili Yesu afikie kusudi la kuokoa ulimwengu, neno uvumilivu lilikuwa linaishi ndani yake. Yani ili wewe ufikie kiwango kikubwa cha kiroho, neno uvumilivu linatakiwa liwe ndani yako. Mimi mpaka nafika hapa, neno uvumilivu linaishi ndani yangu. Yani kitu Mungu aliniachilia, nikaa naomba Mungu roho ya uvumilivu ikaingia ndani yangu. Unajua siku 7 sio mchezo. Wakati nikiwa kama hivi, nikiwa mdogo zaidi ya hapa, siku 7 nanuka ndani. Nimelala tu chini, nimechoka, mwili umechoka, hata macho hayaovi ni vizuri. Naloweka tu kitambaa, najiweka kichwa ili nipate kanguvu ka kuomba. Najikanda kanda na kitambaa cha baridi, napiga magoti ili nipate nguvu ya kuomba. Uvumilivu. Neno uvumilivu. Hauwezi kukua kiwango cha kiroho. Ili ukue kiwango cha kiroho, yani ili umjue Mungu, lazima ujue kuvumilia. Ili miujiza ipite kwako, lazima uvumilivu ukae kwako. Ili ukae ndani ya Mungu, lazima uvumilivu ukae ndani yako. Yani Yesu anakaa mlimani siku 40, uvumilivu ulianza kukaa ndani yake. Mungu anawaacha hai walevi, anaacha hai wavuta sigara, anaacha hai matapeli, anaacha hai wanaotoa mimba. Sio kwamba anashindwa kuwaua, anawavumilia akitaka wabadilike. Mungu amekuacha hai wewe, lengo lake yani anakuvumilia, lengo lake anataka ubadilike. Yesu anapigwa mijeledi, anapigwa viboko, lakini hakuacha kuvumilia mpaka roho yani mpaka anakufa. Uvumilivu ulikuwa ndani yake. Hata kama ukipita kwenye moto mkali, vumilia, maana utaibukia mahali sahihi. Waweza kuchukulia kawaida hivi vitu, lakini Mungu akusaidie sana. Ili Yesu afikie lengo la kuokoa ulimwengu, nitazame. Ili Yesu afikie lengo la kuokoa ulimwengu, neno uvumilivu lilikuwa linakaa ndani yake. Anakesha usiku milimani, anaomba. Anakesha mlimani. Anajua kazi ni kubwa ya kuokoa ulimwengu, lakini amepiga tu magoti usiku. Mchana yupo kwenye Injili, usiku yupo kwenye kuomba. Mchana yupo kwenye Injili, usiku yupo kwenye kuomba. Uvumilivu ulikuwa ndani yake. Ndio maana mpaka leo mimi na wewe tuko hai. Walokole wengi, huduma nyingi zimeshindwa kufika mahali ambapo Mungu anataka, kwa sababu uvumilivu haukuwa ndani yao. Wainjilisti wengi walipoteza mwelekeo kwa sababu neno uvumilivu alikuwa ndani yao. Waimbaji wengi walipoteza mwelekeo kwa sababu neno uvumilivu halikuwa ndani yao. Washirika wengi walipoteza, yani walitoka kwenye leli kwa sababu neno uvumilivu halikuwa ndani yao.
Vijana wengi ambao Mungu aliwapaka mafuta toka wakiwa wadogo ya kwamba watakuja kuwa wahubiri wazuri, lakini wamekuja kuwa makopo. Yani wamekuwa makopo. Ile neema imetoka ndani yao kwa sababu neno uvumilivu halikukaa ndani yao. Huduma nyingi zimefifia, huduma nyingi zimebanwa, zimesongwa kwa sababu uvumilivu umetoka. Kuna wakati mwingine unatakiwa uamue kama ni kufa. Unajua nini? Unajua mimi kwa ajili gani Mungu alinisaidia? Yaani unajua Mungu kuna wakati mwingine anaangalia, huyu mtoto ameingia siku 7. Ombi lake, Mungu nipe neema ya kubadilisha dunia. Mungu anatafakari. Halafu kamevumilia, kanaona vyakula vizuri, kamevumilia. Unajua walokole wengi wanaga uvumilivu. Kishaona tu chakula, Mungu tanisamehe, mume wangu atajisikia vibaya. Labda umefunga siku 3, mume wako anakuuliza kwa nini uli? Na uruhusu kumwambia umefunga, kwa nini uli? Asema atajisikia vibaya, wacha nile. Huduma nyingi, karama nyingi zilishindwa kufika ile mahali ambapo Mungu anataka kwa sababu uvumilivu hauko ndani yao. Vijana wengi, mabinti wengi walishindwa kufikia kusudi la Mungu. Mabinti wengi wanashindwa kufikia kusudi la Mungu. Vijana wengi wanashindwa kufikia kusudi la Mungu kwa sababu neno uvumilivu aliishi ndani yao. Unajua kuna mwanamke mmoja alikuwa hapati mtoto muda mrefu, lakini hakuacha kukaa kwenye madhabahu ya Mungu kulia kila siku. Unalia, analia yule mwanamke, analia madhabahuni, analia na kesho tena analia. Mungu akaona huyu mtu muda wote analia tu, hapana, akampa mtoto. Mimi kuna vitu ambavyo nilikuwa navihitaji kwa Mungu, nikaa natoroka nyumbani kwa sababu ningekuwa nawaambia wazazi wangenizuia. Nilikuwa natoroka nyumbani, nabeba begi, nimeweka mfuko, ule mfuko ambao mfuko na uchana, ili nikatafute mahali mlimani, naweka natandika na weka juu kwa ajili ya kujikinga na akajua. Unaenda kule unakaa siku 5 mlimani, na wazazi hawajui, unarudi haueleweki, umechaka. Paka mama anasema, wewe ulikuwa wapi? Nikamwambia mama niandalie uji. Paka mama kuna wakati mwingine alikuwa naogopa. Ndio maana mimi hata nyumbani nilikuwa naogopa kufungia. Sababu kifungia tu nyumbani unaweza kuharibu maombi. Sababu muda wote mama anakuja kuchungulia kazima, kwa bado kanapumua. Nimechoka, nimelala chini na muomba Mungu. Unaweza kusema unaweza kuona kama najifia, lakini naongea hivi vitu kwa faida yako. Yaani Yesu anatakiwa kutimiza lengo la kuokoa watu waliosindikana, la kuokoa wagonjwa, la kuokoa walevi. Neno uvumilivu lilikaa ndani yake. Mtu anakaa mlimani siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 30 mpaka 40. Uvumilivu ulikuwa ndani yake. Yule mwanamke hajapata mtoto muda mrefu, lakini neno uvumilivu lilikuwa linaishi ndani yake. Tatizo watu wale mnashindwa kuvumilia. Uvumilivu hamna. Usimwone mtu ameacha wokovu, uvumilivu ulishatoka, alishachoka kuvumilia. Ndio nikakwambia kuna wanawake wengine anaona haolewi, amefikisha miaka 30 haolewi. Kuna mtu huko nje amekuja anasema nataka kumuoa, anakubali kwa sababu uvumilivu ulimshinda. Naomba kabla hatujaenda mbali tusome kwanza baadhi ya vitabu. Msomaji mzuri, tusome kitabu cha Yakobo 5:7. Yakobo 5:7. Yakobo 5:7.
Nisome msemaji mzuri. Yakobo mlango wa 5 mstari wa 7 mpaka 12. Yakobo 5 mlango wa 7 hadi wa 12. Kwa hiyo ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazama, mkulima hungoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani. Yani tazama mkulima, yani mkulima ili ayapate mazao. Neno uvumilivu wali linakaa ndani yake. Yani anayasubiri karibia, kwa mfano kama mahindi, mtu anavumilia miezi 4 pale ndo anayavuna. Yani kama ni kamwindi tu unatumia muda mrefu kuvumilia, basi na wokovu unatakiwa utumie muda mrefu sana. Yani uwe na uvumilivu wa kiwango cha juu. Endelea. Huvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Nanyi vumilieni mthibitishe mioyo yenu. Nanyi vumilieni mthibitishe mioyo yenu. Ndio. Kwa maana kuja kwake Bwana kuna karibia. Kwa maana kuja kwa Bwana kuna karibia. Vumilieni. Ndugu, msinungunikiane. Ndugu, msinungunike. Kuna watu wana manunguniko. Kwa nini? Yani ana manunguniko. Usinungunike, vumilia. Mwambie Mungu asante kwa kuniletea hichi kitu. Mimi kuna wakati mwingine Mungu alikuwa anayaleta mambo ili kunivisha hatua nyingine. Huwezi kuvuka ng'ambo nyingine, huwezi kukua kiroho kama haujavumilia. Kuna wakati mwingine Mungu analeta mambo makubwa, analeta matatizo ili kukupush uende mbali, ili utakapokutana na lingine uweze kuvuka, halafu na walioko nyuma yako uwasaidie waweze kuvuka. Endelea mbele. Angalieni ndugu, msinungunikiane, msije mkahukumiwa. Ndio. Angalieni mwamuzi amesimama mbele ya milango. Angalieni mwamuzi amesimama mbele ya milango. Yesu mwenyewe. Endelea. Ndugu, watwaeni manabii walionena kwa jina la Bwana. Ndio. Wawe mfano wa kustahimili mabaya. Ndio. Na wa uvumilivu. Angalieni, twawaita heri wao waliosubiri. Mmesikia habari ya subira yake Ayubu. Ndio. Mmeuona mwisho wa Bwana, ya kwamba Bwana ni mwingi wa rehema, mwenye huruma. Ndio. Lakini zaidi ya yote, ndugu zangu, msiape wala kwa mbingu wala kwa nchi. Msiape wala kwa mbingu wala kwa nchi. Maana kuna wengine wakishaona tu matatizo yamewabana wanaanza kuapa. Ile kuapa nasema, yani mtu anaapa, amekutana na kitu kikubwa, anasema Mungu, unajua kuapa ni kubaya sana. Yani ukiapa halafu kashinda kutimiza kile kitu kinakufunga. Kuna watu wamefungwa, yani mtu alishaapaga, kuna kitu alishaapa halafu hajakitendea kazi, kile kitu kinamfunga. Endelea mbele. Wala kwa kiapo kingine chochote, bali ndio yenu na iwe ndio, bali ndio yenu na iwe ndio, na sio yenu iwe sio, ndio, msije mkaangukia hukumu. Amina. Isaya 12. Amina. Kaeni. Sikiliza kwa makini. Neno uvumilivu. Mkulima anapolima mahindi, kuna kitu kinaitwa uvumilivu. Mahindi huwa anakutana na msongo, huyo ndio anakutana na mambo mengi. Kuna wakati mvua inasimama, yanaanza kunyauka, lakini mkulima uyavumilia hivyo hivyo. Kuna wakati wadudu wanaanza kula yale mazao, lakini mkulima uvumilia hivyo hivyo. Kuna dudu wanakula mazao. Hasa vile mwindi unavovumiliwa, yani vile mkulima anavovumilia mwindi, basi na wewe vumilia. Kuna wakati yatakuja mambo magumu, yatakuja mambo ambayo yatakugonga kichwa. Utasema, Mungu, mbona mimi nakutumikia natoa sana, lakini ukimwi siponi? Ukianza kuwaza moyoni mwako kwamba Mungu niponye ukimwi. Unajua kuna wakati mwingine mimi huwa naomba Mungu. Unajua na nyinyi mnapoomba, mwe makini mnapoomba. Kuna wakati mwingine maombi hayajibii kutokana na vile mnavyoomba. Yaani wakati unaendelea na uvumilivu, omba, usiombe kwa manunguniko. Maana kuna watu wakishakutana na matatizo wanaanza kuomba kwa manunguniko, wananungunika. Mungu, kwa nini singebakia tu kule? Mungu, unaanza kunungunika. Unajua unapoomba, kwa mfano unaomba, Mungu naomba amani kwenye ndoa yangu. Mwambie hivi, Mungu, ndoa yangu haina amani. Usiponiletea amani,
Mimi nitawaza sana kuhusu ndoa yangu, sitawaza kuhusu kazi yako. Kwa Mungu naomba niondolee. Najua hili umelileta kwa kunifundisha. Hasa watu wanaanza kuomba kwa manunguniko. Na ukiona Mungu amekuletea jaribu, halafu umeanza kunungunika, hawezi kufikia lile lengo ambalo Mungu alilipanga. Narudia tena. Mungu anamletea Ayubu jaribu. Ni kama vile muhindi ukipandwa, kuna muda mvua inasimama, mahindi yananyauka. Kuna muda wadudu wanakula. Ayubu alikuwa amesawi, lakini Mungu akaruhusu aharibiwe. Shetani akaja akaharibu watoto, wakafa. Akaharibu uchumi wake, ukafa. Akaanza kupiga hadi ndoa yake. Sasa neno uvumilivu lilikuwa limesimama ndani ya Ayubu, lakini mke wake alishindwa kuvumilia. Akamwambia Ayubu, kufuru ufe. Kufuru, unajua wanawake viumbe vya ajabu. Anamwambia mume wake, kufuru wewe ufe tu. Kufuru ufe. Mwanamke huyo, wewe makini wanawake. Ila wanawake bwana, anamwambia Ayubu, kufuru tu ufe. Kufuru tu. Na Ayubu anasema hapana. Anaendelea kuvumilia. Mungu akaona uvumilivu wake, akamfanyia mambo makuu zaidi ya yale ya mwanzo. Yaani Ayubu amesimama. Magonjwa anakula mwili wake, lakini bado anavumilia. Yaani sikiliza, yaani hichi kitu uvumilivu usipokuwa nacho, cha kwanza huwezi kuingia mbinguni. Narudia tena, neno uvumilivu lisipokuwa ndani yako, cha kwanza huwezi kuingia mbinguni. Yesu ili atukomboe sisi, uvumilivu ulisimama ndani yake. Mitume ili wafikishe injili mbali, watu waokolewe. Mpaka leo mimi nakushuhudia, wale mitume walivumilia kukatwa kichwa, kupigwa mawe, kubabuliwa ngozi, kuanikwa juani. Wewe Ayubu amesimama na Mungu. Madonda yanakuja yanakula mwili wake, majipu yanakula, lakini anasema hata nikifa heri nife katika Bwana. Hata nikifa nisife nikiwa nimemwacha Bwana, nife nikiwa na Bwana niko naye. Nisife nikiwa nimeacha ushuhuda mbaya, nisife nikiwa nimemkataa baba yangu. Wakati wa mema nilikuwa naye, hata wakati huu nitakuwa naye. Magonjwa akaja yanakula mwili wake, yakaenda mengine tena yakala watoto wake. Roho ya mauti ikala watoto wake, roho ya mauti ikala wanyama wake, kila kitu kikaharibika, akabakia mtupu, lakini alibaki na Mungu ndani. Yaani kila kitu pembeni yake kilitoka, hata mke wake alitoka. Yaani unajua mke wako anakwambia kufuru ufe, ina maisha naye alishakutoka, shakukatia tamaa, lakini Ayubu alibaki na Mungu. Yaani hata kama matatizo ya kupige, simama kwenye maombi. Simama kwenye maombi. Simama kwenye mifungo, na usifunge kwa ajili ya matatizo. Unajua walokole wale wanaombaga sana wakati wa matatizo. Ndio maana hata wanaonena kwa lugha mwe makini nao. Mtu ananena kwa lugha akikumbuka kile kibao cha mume wake, anazidisha kunena kwa lugha. Analia, ni mnafikiri Roho Mtakatifu kashuka. Kumbe akikumbuka, asa Mungu nisaidie, usiombe kwa ajili ya matatizo. Ayubu, hebu fikiria, Ayubu magonjwa anakuja yanakula, mauti inakula watoto, mauti ikala. Halafu Mungu akamweka yule mtu ambaye ni mwili mmoja, aliwabakisha yeye na mke wake ambaye ni mwili mmoja, ambao labda waliapa kusema tutakufa tutazikana, ile akambakisha, ambao walivalishana pingu ya maisha. Lakini mwisho Ayubu, Mungu akawa anamfundisha Ayubu, akasema kwamba mimi siwezi kukuacha
Binadamu wanaweza kukuacha, lakini mimi siwezi kukuacha. Mimi siwezi kukupungukia. Katikati ya maji nitasimama na wewe, katikati ya moto nitasimama na wewe, katikati ya machungu nitasimama na wewe, sitakupungukia. Yaani Ayubu wanasema mwanamke na mwanaume wanapoolewa, sasa si ana pingu ya nani? Ya maisha Lakini Mungu akana mthibitishia Ayubu ya kwamba mimi ndo tumefungamana mimi na wewe fungamana na Mungu ili asikuache. Kusiwe na dosari, kusiwe na kitu ambacho kitamfanya Mungu akuache. Matatizo asiwe sababu. Unajua kuna mbinu nyingi sana za shetani kumpiga. Kuna upepo wa kisulisuli ambao upo katika ulimwengu wa roho, ambao ukimpitia mtu unapita na magonjwa, unapita na matatizo, unapiga na uharibifu. Yaani ule upepo, yule mtu ambaye amesimama kiroho, ule upepo ukishakupitia, ukibaki salama, basi una kiwango kikubwa cha kumjua Mungu. Ule upepo ukishapita, lazima utaanguka. Na ukisimama, Mungu yuko ndani yako. Na ule upepo huwa unapita ndani ya makanisa mengi kwa wale watu ambao wana ile kasi. Unajua mtu akishaokoka anakuwa na kasi, anakuwa ni muombaji, anakuwa na kiu ya kumjua Mungu. Lakini shetani anauleta ule upepo. Ukishapita ule upepo unapita na kila kitu. Kama ni ndoa, kama ni kazi, unaharibu. Ili mradi tu shetani akupige, uwaze biashara yako, uwaze ndoa yako, uwaze watoto wako, usiwaze safari ya kwenda mbinguni. Sasa ndo pale watakapofanikiwa kuipiga roho ya maombi, na pale ndo pale ambapo utatamani sana kuombewa sana. Halafu na shetani atakupiga usipone, ili ukate tamaa. Narudia tena, usipokuwa na uvumilivu, hauwezi kuwa na Mungu ndani yako. Usipokuwa na uvumilivu, hauwezi kuingia mbinguni. Usipokuwa na uvumilivu, hauwezi kumwona Mungu. Hauwezi kuishi maisha utakatifu usipokuwa na uvumilivu. Yaani kuvumilia kuomba masaa 3, kuvumilia kuomba hata ila sikwambia. Maana kuna wengine nikiwaambia mimi nimefunga siku 7, usije kukurupuka na wewe. Kila mtu na neema yake. Maana mgea sasa kwa ameingia, usije akakuzika, maana nitakwenda vile roho atakavyokuongoza. Maana kuna wengine sasa kama ameingia huyo. Ndio maana kuna maombi mengine unaingia kuomba, yani unaingia kuomba nini? Anza kaingia na ukao umeingia kujichosha tu. Yaani hauwezi kukua kiroho. Hauwezi, kwa sababu unapokuwa kiroho hata kiuchumi lazima utakuwa. Unapokuwa kiroho, unapochanua kiroho, unapopendeza kiroho, hata kimwili lazima Mungu akung'arishe. Lakini unapochafuka kiroho, kimwili ni zaidi, ndipo magonjwa yataishi ndani yako, ndipo matatizo. Ndio maana sikiliza, matatizo ya mtu hayaanzi mwilini. Tatizo linaanzia rohoni. Likishakaa rohoni, linatoka nje. Likishatoka nje, linakuwa ni kubwa zaidi ya lilokuwa ndani yake. Mwindi ni mdogo sana. Ukiupanda kwenye ardhi, kile kilichokuwa ndani kinakuwa ni kikubwa kuliko hata punje ya mwindi. Tatizo lolote lile, kabla halijaanza mwilini, linaanzia rohoni. Likishatoka rohoni, linaingia mwilini. Nitazame, na ukiona jirani yako kama anasinzia, mwamshi. Uvumilivu. Hauwezi, narudia tena, hauwezi kuingia mbinguni kama usipokuwa na uvumilivu. Hauwezi kukua kihuduma au kiroho usipokuwa na uvumilivu. Hauwezi kuishinda dhambi usipokuwa na uvumilivu. Hauwezi kukua viwango vya maombi usipokuwa na uvumilivu. Hauwezi kukua viwango vikubwa vya kumjua Mungu usipokuwa na uvumilivu. Kwa sababu uvumilivu
ni tabia ya Mungu. Uvumilivu ni tabia ya Yesu mwenyewe. Uvumilivu ni tabia ya Roho Mtakatifu. Sasa kama neno uvumilivu aliko ndani yako, basi hauwezi kumwona Mungu, hauwezi kuwa na Roho Mtakatifu, hauwezi kuwa na chochote usipokuwa mvumilivu. Kwa sababu ili umjue Mungu, yani sikiza, Daudi ili atoke kwenye kuchunga kondoo aanze kuchunga watu. Yani sikiza, ili Daudi aanze kuchunga watu alitakiwa kuchunga kondoo. Yani Mungu alianza kumpima na kumtengeneza na kumuimarisha huko kwenye kondoo huko polini. Anamletea simba, anamletea dubu ili aimalike. Yani Mungu anakuletea magonjwa ili, yani kuna wakati mwingine Mungu analeta magonjwa ili uimalike. Kuna wakati Mungu analeta kilio ili uimalike. Kwa sababu laiti Mungu angetupa mtelemko, tusingekuwa tunaomba. Yani Mungu angetupa tu mtelemko, tambalale kwa Yesu, tambalale. Hamna tambalale, kona nyingi na milima mingi ili ukifike wewe unajijua. Hivi sikiliza, kwa mfano mimi, ili kwa mfano kutoka hapa kanisani mpaka kwa mchungaji, ili mimi nishike njia vizuri, lazima nipate mtu ambaye atanitembeza kwenye ile njia na nivumilie kila siku ili nishike njia, ili hata siku nikitoka hapa kanisani nijue nitapita hivi, nitakata kona, nitaenda hivi, nitaenda hivi. Sasa wewe haujapitia magumu, yakija magumu na kanisani unakuwa mvivu, yakija magumu hauombi. Mimi kuna wakati Mungu alikuwa analeta magumu, nilikuwa nakutana na vita nyingi. Unajua mimi nilikuwa nakamatwa na polisi, mpaka kuna wakati mwingine nikaa nasema hivi, ya jamaa wananikamata hawaangalii tu hata kusema mimi ni mtoto jamani. Lakini kumbe Mungu alikuwa ananiimarisha mara 9. Yaani sasa hivi ni mara ya 9 nakamatwa. Tena mara nyingine ilikuwa ni ile kipindi ni mwaka huu, miezi ya nyuma, si nilikuja hapa ile hivyo kabla sijaja hapa, kipindi kile baba na umauma, kabla sijaja pale, ni ile siku nilikuwa nimekuja, nilikamatwa kule mara 9 zote. Mungu ananifundisha, anajua kukamatwa wanaanza kachukulia mchezo, anaanza mtumishi labda ni mwongo. Mpaka kaka yangu alikuwa amini kusema mimi nakamatoga na polisi. Sasa siku ile niko kituoni, nikachukua simu yangu, mpaka sasa hivi zile video ziko huko. Unajua mle ndani uruhusi kushika simu, uruhusi uvaa viatu, si mkanda, si nini. Nikaa nimeshika simu yangu, wakati ule ni wanataka kwanza kunihoji, nikarekodi chap chap, nikarekodi wale polisi, nikajirekodi na mimi, maana nilikatazwa kutumia simu. Chap chap nikaituma WhatsApp, kaka niko kituoni. Nini? Yaani kuna mahali ambapo Mungu anataka nifike. Ili nifike lazima nipite kwenye moto. Ili nifike lazima nipite kwenye milima. Ili nifike lazima nikataliwe. Ili nifike lazima nisahauliwe. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Mimi ilifika wakati nipo kwenye huduma, kila mtu alinisahau, lakini Mungu alinikumbuka. Unaanza kuchukulia kawaida. Siwezi kukueleza nilisaulikaje, lakini nilifika huduma mpaka wachungaji wakawa wananikataa. Nikaa nalia tu. Kila siku nimetoka kwenye huduma naingia kanisani, Mungu kumbuki, Mungu nilikuwa natembea na Mungu, nimejitwisha speaker. Nalia. Mungu anazidi kunifundisha. Mungu wakati anaanza kuniita, nilianza kuhubiri kavu. Nilipotoka kwenye kavu nikaingia kwenye on speaker. Akaona uvumilivu wangu, akanika kaspika kadoka hapo hivi. Baadaye hivyo mwanajeshi, ili aitwe mwanajeshi lazima kuna mikiki ya kutana naye ya moto. Eti mimi nataka niwe mhubiri mzuri. Unajua kuna watu wengine Mungu anasema hao watu jamani, hao
Mtu anasema nataka niwe na nguvu za Mungu, vilema watembee, vipofu waone. Mungu anasema vilema watembee, waende wapi? Unajua kuna watu wengine ni waajabu. Mungu naomba nguvu. Mwe makini kwenye maombi yenu. Mungu naomba nguvu, niwe na upako. Akati ukiwa na upako tu kidogo na mzarau mpaka baba yako. Yule mme wangu ameniacha mimi, amechukua na mashamba, kuna mwanamke wanaishi naye kule bondeni. Naomba uniombee. Nikasema sawa, hamna shida. Nikaingia zangu. Wakati nimemaliza huduma, nikaingia nikapiga magoti. Nikaanza kutafakari, naomba, nasoma neno, naomba. Akanigongea mlango. Akaingia. Akasema mtumishi, ikiwezekana uomba hata wapigane tu. Nikasema kumbe ndio unaombaga hivyo. Sikumwambia hivyo, lakini moyoni ndio niliwaza hivyo. Nikamwambia sawa, hamna shida. Sasa ni mtumishi, mimi nimechoka hata wakipigana kimuua. Sawa. Kumbe ndio unaombaga hivyo. Sawa. Nikamwambia sawa mama, hamna shida. Akaondoka. Lakini namshukuru Mungu alivyo na huruma, mume wake alirudi. Kwa kuna wakati mwingine unapoenda kuomba, wewe makini unavyoviomba. Mungu naomba niwe na nguvu, nipe kibali kwenye uimbaji, nikiimba hela zijae. Mungu anasema kama unataka hela, ungekuwa unataka roho za watu ziokolewe, ningekupa. Unafikiri Mungu anatoa neema kwa kila mtu tu? Akupatie neema ili kesho kauze mafuta? Akupatie neema ili kesho hichi kiti eti 500 ukae hapo? Mungu atoe neema kwa watu wenye vichwa ambavyo vibovu. Mungu anatoa neema kwa wale watu ambao ni uvumilivu. Mtu anajifungia, upo hapa kanisani, unajifungia huko ndani, labda unajifungia siku 5. Na uende kwa maelekezo, usije ukafa kaleta kesi. Unafunga siku 5, unaomba tu, Mungu nipe neema, naomba unipe nguvu Mungu. Mungu, makahaba wanajiuza kwa sababu kuna nguvu na control ndani yao. Manabii wana watu wengi wanakamata roho za watu wengi kwa sababu kuna nguvu ziko ndani yao. Mungu, walevi wanashindwa kuacha pombe kwa sababu kuna nguvu zimewafunga. Nipe nguvu na mimi ambazo zitawavuta wale, zitawakomboa wale watu. Sasa mtu anaomba, Mungu naomba niwe na upako, nikitembea tu kilema atembee naye. Mungu anasema hiyo sawa, utafunga miaka na miaka. Bako utasema labda ndio maana huwa nakutana. Kuna watu wananiuziki mimi ni mlokole. Unakutana naye, anakwambia mtumishi, mimi nimeomba muda mrefu, niombee labda wewe Mungu atakusikia. Ya lokole wana namna hiyo wa ajabu. Asa mtumishi, mimi nimeomba muda mrefu, niombee labda wewe Mungu atanisikia. Nimeomba sijibiwi. Kwa sikiliza. Ili mwanajeshi, yani yule mwanajeshi unayemuona mpaka anaitwa mwanajeshi, kuna mafunzo ya jeshi aliyapitia. Na uvumilivu ulikuwa uko ndani yake. Yule polisi unayemuona mpaka anaitwa polisi, kuna neno uvumilivu lilikuwa ndani yake. Yule Moses Krola ambaye alishazikwa, mpaka unasikia anaitwa Moses Krola, ambaye alikuwa akisema, akiombea watu wanatembea, kuna kitu kinaitwa uvumilivu kilikuwa kinakaa ndani yake. Mimi unayeniona hapa, nimefika hapa, kuna kitu kinaitwa uvumilivu kinaishi ndani yangu. Hata baba hapa unapomwona, kuna kitu kinaitwa uvumilivu kinaishi ndani yake. Sasa hapo watu wamekaa kimya. Wanasemanga, yani hapa ningeanza kuhubiri injili za baraka, mpaka wale wa vitu vya nyuma wangesimama. Narudia tena. Ili Daudi atoke kwenye kuchunga ng'ombe, kuchunga kondoo. Yani ili Daudi aanze kuchunga watu, awe mfalme, alitakiwa apigane na simba, alitakiwa akutane na changamoto kule kwenye kondoo, halafu aje apigane na Goliati, aende akapigane vita nyingi ili akomae, awe ni shujaa, ili hata akisimama mbele za watu awaongoze.
mahali ambapo Mungu anataka. Yaani kwa mfano kama mchungaji hapo unapomuona mpaka anaitwa mchungaji, kuna mahali ambapo Mungu alimfundisha, alimpitisha, ndio maana sasa hivi yuko hapo. Yeye amewekwa na nyinyi mpite, yani mpite kwenye ile njia ambayo yeye amepita. Yani ili sisi, yani kuna watu wamuelewi. Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba bila kupita kwangu. Yani ili uingie mbinguni lazima kwenye ile njia upite. Lazima ndoa yako isiwe na amani, ili ujifunze kuomba. Mimi nilishai kupigwa sehemu moja, nilikuwa naenda kuhubiri Injili. Nilikuwa siombi. Si unajua mimi nikachukulia kawaida. Mbona mimi mtoto watu wananisikiliza tu. Hey. Nilipigwa, nilikuwa kwenye gari. Nilikesha ule usiku. Nilikuwa siombi masaa 3-4. Nikaingia. Nikaa napiga ikawa kama kawaida. Nini? Nilianza kwanza kupigwa huku. Afu ndo nguvu ya kuomba ikaja. Nasema sasa mtumishi unapigwaje? Wewe sikiliza. Unataka Mungu alimlinda sana Ayubu, lakini kuna wakati anasema Ayubu ngoja kwanza na shetani athibitishe kusema wewe ni mwanangu. Yaani uthibitisho ya kuwa wewe ni mwana wa Mungu, uvumilivu lazima uonekane ndani yako. Yesu ili aitwe mkombozi, jina lake liwe na mamlaka ya kumwambia mtu mwenye ukimwi pona, anapona. Neno uvumilivu lilikuwa ndani yake. Moses Krola mpaka anasimama kuhubiri Injili, watu wanabadilika. Kitu kinaitwa uvumilivu. Wanajua kufunga siku 300 na ngapi, sio mchezo. Alafu watu walivyo wa ajabu. Ukioa, yani huwezi kufanya huduma kwa uhuru. Wewe ni ujinga wako. Yani ukioa majukumu ni mengi. Wanakutanaga na wainjilisti wengi ananiambia, "Wewe mtumishi hubiri sana. Yani wenzako tumeoa mambo mengi." Tingwa tu. Tingwa. Siku utakapotingwa na Mungu hatakusaidia. Utakapotingwa unauma, una corona, Mungu hatakusaidia. Ila ukitingwa na mambo ya Mungu, lazima Mungu atakutetea. Mimi siku ile unajua mimi hata kufunga siku nyingi, kuna mambo ambayo Mungu aliniletea, na namshukuru Mungu amenipa neema kumtafuta Mungu hali ya juu sana. Ila huwa sipendagi kusema mimi nimefunga, sababu watu wengine sasa labda anakana jisifia, lakini Mungu mwenyewe anajua moyo wangu upoje. Sikiliza, siku ile nilikuwa nimepanda gari. Kuna mahali nilikuwa naelekea. Wakati nipo kwenye gari, nikasikia sauti, sijaisikia. Edwin niomba. Mji unaoendea unangusa giza sana. Nilichukulia kawaida, nikaomba tu kidogo nikalala. Nikafika kule saa 11, kinaelekea kwenye saa 12. Nikasema kabla sijaenda kulala, hebu nihubiri. Nikaimba. Nilipomaliza kuimba, nikashika maiki. Nilitumia kama dakika hizi 3. Ulishawahi kuumwa lile tumbo ambalo ukitembea linavuta hivi? Unalifahamu? Nikakuta ile kitu. Nilipovuta hivi natembea nikakuta kuna kitu kinavuta ndani. Tumbo linauma. Baadaye macho yanauma. Kichwa kizunguzungu, nataka kuanguka chini. Nikasema nimeisha leo. Nitaumbuka. Na ukumbuke nimekwambia hata kiwango changu cha kuomba kilikuwa kiko chini. Mimi naongea mambo sio kwa ajili ya kukufurahisha, kukufundisha. Kiwango changu cha kuomba kilikuwa kiko chini. Ni muda sana. Kiwango changu cha kuomba kilikuwa kiko chini sana. Nikakuta kizunguzungu, miguu inauma, haijawahi kuumaga miguu toka Mungu aliponiponya. Nikakuta miguu inauma, nikasema Mungu wangu. Nikasema ngoja nikae chini, labda nimepitiwa. Nikakaa chini. Nasimama nataka kwenda chini. Nikasema hichi nini? Sasa unajua ile mwinjilisti utashangaa anafanya hivi, Yesu anaokoa, Yesu anaponya. Sasa mimi nilipokuwa nataka kuanguka chini, nikafanya hivi, Yesu anaponya. Wako watu hawakugundua. Baadaye nikasema hapa nitaumbuka. Nikasema jamani, funikeni maiki, mfunikeni macho, nitakuja siku nyingine. Funikeni macho, nikaomba.
Nilipomaliza kuomba nikamkimbilia baba mmoja, nikamuuliza, kwani toilet iko wapi? Kanambia nenda kule juu. Nikakimbilia haraka chooni. Nikamuuliza Mungu, kwani umeruhusu? Kwani umeruhusu hili jambo linikute? Wakati roho nyingi zinataka kuokolewa. Nikaingia haraka chooni. Watu wakafikiri labda naenda kujisaidia. Kumbe nimekutana nacho. Na Mungu anataka kuninoa. Yaani sikiliza kwa makini. Sikiliza kwa makini. Ili usimwache Mungu, lazima ukubali Mungu akunoe. Ili usianguke kwenye uzinzi, kwenye matatizo, lazima ukubali Mungu akunoe. Hivi ile panga ilionolewa ile, ukipitisha kwenye kuni, yani kuni inakatika haraka kwa sababu imenolewa. Lakini lile libutu hata alinani lakini ile inayokata ukipitisha tu moja chapu. Yani ili siku moja mwinjilisi wa kanisa takatifu la Mungu ukahubiri Injili. Kwa mfano kama labda ndio maana watumishi wengi hadi wachungaji wa injilisi Mungu hawataki kuwapa nguvu, kwa sababu haoni faida ya kupa nguvu. Na ni baadhi ya wachache sana Mungu anawapa nguvu. Mtu anahubiri Injili, anasema Mungu nipe nguvu ya kuponya vilema akatembea. Mungu anasema ni kweli nitawaponya watatembea. Nikiwaleta kwako utawalea vizuri wanijue mimi. Ili na wenyewe ni kweli, yani Mungu anasema ni kweli unataka nguvu za kuponya vilema wakatembea. Je, wakishapona utaweza kuwafundisha ili watembee kwenye misingi ya kweli? Mungu anaona huyu mla sadaka tu, huyu njaa tu, chana naye. Mwingine anasema Mungu, unajua kuna wengine, unajua mtu kwa mfano kama Mungu, kwa mfano mimi Mungu ananipatia mikutano sana. Huwa naomba sana vitu vingi. Kwa mfano kama mwinjilisti labda ulishawahi kupata mkutano. Unaingia kuomba Mungu, naomba vipofu wakaone, vilema wakatembee. Kumbe unataka vilema watembee. Kilema mmoja kitembea, unajua watu wengi watakuja. Ili usiaibike, ili mkutano uwe na watu wengi. Kumbe ulitakiwa useme Mungu, naomba kilema mmoja atembee. Akisha tembea, kahaba amini yuko Mungu hapa, na ache ukahaba wake. Kwa Mungu tusaidie sana uyakumbuke haya mambo na uyaishi, ili mwindi ukue uvunjwe. Lazima yani uwe mvumilivu, uvumilie ule mwindi ili ukue kiroho, ili uwe na Mungu ndani yako, ili uijue sauti ya Mungu ikoje. Lazima ujue kuvumilia. Unajua kuna kitu kinachoitwa uvumilivu, ni kitu kikubwa sana. Mtu anapiga magoti, anaona anga zito, anashindwa kuvumilia, anasimama. Wakati pale unapona, unajua kuna wakati mwingine Mungu anaruhusu anga liwe zito ili ujue akufundishe jinsi ya kulifungua anga, ili na wewe ukawafundishe. Mimi ninapovihubiri vitu nimeviishi. Yaani kuna wakati mwingine mtu anaomba, ndio maana kwa mfano kama hapa yale maombi ya asubuhi, mtu amepiga magoti, ameinama hivi, kumbe wenzako amelala. Ila anaposema amina ndo anainuka, anaisikia ile amina. Nini? Kuna wakati mwingine uwe kuna harusi, kuwe kuna nini, funga, vumilia. Kuna wakati mwingine hata kama ukiona hali yako ni ngumu, kuna wakati mwingine hata ukiona Mungu, mbona kuna kitu nakitaka sikipati, endelea kutafuta. Kuna siku ambayo utafanikiwa kukipata kile kitu. Ndio maana hata kuna mtu anaitwa tajiri, kuna mtu anaitwa mwinjilisti, mpaka anafikia hali, au mwinjilisti au mchungaji, mpaka anafikia kuitwa mwinjilisti. Kuna vitu alikuwa analilia kwa Mungu, Mungu akampa. Sasa mtu ukiona umeomba mara ya kwanza haujapata, yani sana mtu anapiga magoti, Mungu naomba unipe kazi. Ukisha kwenda kuomba kazi unakataliwa, unakata tamaa. Na shetani anavouaga imani za watu wengi. Ili imani ikue, lazima uvumilivu uwe ndani. Narudia tena, ili imani ikue, lazima uvumilivu uwe ndani.
ili imani ya yule mwanamke tasa ikue, uvumilivu ulikuwa ndani. Anapiga magoti, analia. Alipokuja kupata mtoto na imani yake ikakua. Hata kama una tatizo kubwa limekushika kichwa mpaka unajiuliza, hapa nitatokaje? Nitafanya nini ili nitoke hapa? Yaani kitu gani ambacho nitakifanya ili nitoke hapa? Yaani kuna matatizo mengine, yaani hadi mpaka unafikia hivi, hapa nitatokaje? Nitatokaje hapa? Nitatokaje? Mimi nimefika hapa, Mungu ameninoa. Nimekwambia kuna kipindi nilikuwa nimetoka kwa mamangu, nikaa nakaa, kuna mahali nilikuwa nakaa. Yule mama niliokuwa nakaa naye alikuwa ananinyosha wewe. Kumbe Mungu alikuwa ananifundisha. Sisemi eti labda anamsema vibaya, lakini nakufundisha. Nilikuwa nashinda njaa, niko ndani tu. Kumbe Mungu alikuwa ananifundisha, mwanangu, hata kama ukiwa na njaa usikawikiwe neno ndani yako. Hata ukiwa na njaa, ukiwa na matatizo, usiache kuomba, usiache kusoma neno. Kuna wakati nilikuwa nenda nakaa mlimani, siongei eti kwa kujisifia, lakini naongea kuna watu Mungu anawaponya hapa, kuna watu Mungu amewakusudia hapa, lakini hawana roho ya uvumilivu. Mwombe Mungu nifundishe kuvumilia ili nikawafundishe wengine. Kama uwezi kuhubiri, mwambie Mungu nifundishe kuhubiri nikawafundishe watu. Mungu nifundishe kuhubiri ile injili ambayo nikimfundisha mtu anafunguliwa na kuwa kiroho. Kile kitu ambacho unaomba upati, endelea kung'ang'ana kuomba. Hata kama ni mwasilika, endelea kuomba ukisema, Mungu niponye ukimwi ili nikahubiri injili. Sasa watu wakishaponyagwa ndo wanasahau. Yaani mtu anasema Mungu naomba gari, anasema Mungu naomba uniinue. Uko hivyo kijana, unamsema mchungaji wako, unamdharau mchungaji wako. Sasa Mungu akikupa gari, si utamwagia matope mchungaji wako? Yaani kuna watu wengine anapigiwa simu na mchungaji, yaani Mungu atusaidie vijana nyinyi. Wewe makini sana. Mungu yuko njiani na wana wa Israeli wanafanya vituko vingi, wanafanya ushoga, wanaabudu miungu mingine, lakini Mungu, neno uvumilivu alikumtoka ndani yake, kwa sababu Mungu wanatimiza kile kitu ambacho wamekipanga. Wanafanya uchafu njiani, wameona nguzo ya moto lakini bado wanafanya uchafu. Wameona bahari kipasuka lakini bado wanafanya uchafu. Wameona lakini Mungu alizidi kuwafunika kama kuku anavyokumbatia vifaranga vyake. Ayubu anakutana na mikiki mingi, lakini bado amemkumbatia Mungu wake. Anasema, Baba, mwili ukiisha, vyakula vikiisha, watoto wakiondoka, lakini Mungu usiondoke kwangu. Mwambie Mungu, kila kitu kikiondoka kwangu, wewe usiondoke, usiniache. Mwambie Mungu, kila kitu nikikosa, wewe nisikukose. Huwezi kuingia mbinguni Baba kama una uvumilivu. Yaani hata kama kuna vitu vinakugonga, vumilia. Mwambie Mungu, nisaidie nitoke hapa. Ndio maana wakati naanza nimekuwekea mfano. Binti anaona aolewi. Kumbe Mungu kuna mtu amemwandalia. Unajua siku zote, yaani binti, kama wewe ni mzinzi, lazima kuna mzinzi utaolewa naye. Lakini kama umejitunza, lazima utampata kijana ambaye amejitunza, ambaye ana Roho Mtakatifu. Mungu hawezi kukuletea muhuni ili akuharibu kiroho. Asa binti anavumilia mwaka wa 30, mwaka 25, 30, mpaka mfikisha 30 haolewi. Anasema Mungu anioni. Na kafunga kweli.
Kuja kijana huko wale wenye kuna mtu amesema vibakuli vile visahani vile. Anakuja anataka kumuoa. Mungu wangu, anaacha hadi wokovu, anafuata ndoa. Acha kila kitu, mfuate Yesu. Mbele kila kitu kitakufuata. Unaweza usinielewe. Unaweza sema mtumishi naye vipi huyu? Hata kama hatumuelewi. Injili yenyewe ndio hii. Hamna injili nyingine. Hasa nikuhubirie nini? Eti pokea magari, pokea nyumba, pokea mtoto. Mimi siwezi kuhubiri hivyo. Ili uvipokee hivyo, lazima kuna mahali upite. Usitake vitu vya haraka, utapotea. Usipate vitu vya haraka, utakuja kuharibikiwa mbele. Kitu ambacho umekitafuta kwa jasho, lazima unakuwa na uchungu nacho. Ukimtafuta Mungu kwa jasho, hauwezi kumwacha. Unajua kwa ajili gani vijana wa kanisani wanaanguka uzinzi? Unajua kwa ajili gani? Kuna kitu kinaitwa uvumilivu, walishindwa kuwa nacho. Na mtu, hebu nikufundishe kitu kimoja. Na mtu anakuja kuanguka kwenye uzinzi, unajua kutokana na nini? Mazingira. Mazingira uliokaa ndio anaweza kukuruhusu uzini. Mtu muda wote mitandaoni inapita picha ya uchi, utaingia, utaangalia kipicha cha uchi, utakipita. Baada ya muda kuna roho inasema rudisha. Uone shetani anavyoharibu watu. Kumbe anataka kuharibu na wewe. Utaipeleka, utairudisha. Utaiangalia, utatingisha kichwa. Kesho nyingine utaipita, utairudisha tena. Baadaye ile kiu inaanza kuingia. Ndio maana mtu anarudia tena, mtu anafanya uzinzi kutokana na mazingira. Yaani kijana una marafiki wanawake, hasiji mtajadili nini. Ndio maana mimi siku zote huwa sipendi mazoea na mwanamke. Yaani sipendi mazoea na binti yoyote. Ndio maana mtu kama akitaka ni muombe. Ndio maana hichi kitu kibaya sana kumuita mtu ofisini muombe. Wewe kama utakuwa uinjilisti hapa, mtu ile kitu ile watu usaidie. Yaani mtu afadhali mkaombeana hapa. Ngina saa hilo mtu ishi naye. Yaani hata akajaoa ila vitu kanavyozungumza. Sasa nizungumze nini tena? Ndio neema alonipa Mungu sasa hivi. Yaani kwa kizazi hichi. Kwa mtu anazini kutokana na mazingira, una marafiki wanawake. Wewe unafikiri utazini wewe? Anakushika mkono. Unaangalia vinyimbo vya bongo. Hivi unafikiri utazini? Lakini mtu ambaye anavumilia vitu vya dunia vimpite, muda wote amekaa ndani, anasoma Biblia, anaomba, yule mtu ni rahisi sana kumwona Mungu. Mtu ambaye anajitoa. Unajua unajua Mungu mtu anapofunga, Mungu anaangalia huyu mtu. Unajua mimi Mungu, yaani mimi ni mdogo, napandisha mlimani siku 5. Wewe unaweza kuchukulia kawaida siku 5. Milima ile yenye baridi, unashuka mlimani, mdomo umepasuka. Damu zinani ile milima Njombe ile. Yaani kuna baridi sana. Hasa milimani kule kuna baridi. Mungu anasema anaangalia, amekaa pembeni, anakaona katoto kamekaa mlimani, kanapigwa na baridi, mdomo umepasuka, lakini bado kanazidi kunyenyekeza mbele za Mungu, kanazidi kuvumilia mpaka zile siku 5 ziishi, afu kanarudi nyumbani. Hivi nafikiri Mungu atakuacha Mungu? Hivi nafikiri Mungu ataponya vilema kweli? Hivi nafikiri Mungu atakupa huduma yako ya uimbaji iwe na mng'ao, iwe na kibali? Siku 7 huko ndani, mpaka mimi watu wakasema huyu mtoto au kichaa. Mpaka majirani wale, maana pale nilipokuwa nakaa, kuna wakati mwingine kwa natoka nje. Mpaka anasema wewe mpelekeni hospitalini mtoto. Na mimi nilikuwa sipendi, na siku moja nikawa nimetoka ile maombi ya siku 7. Nikawa nimetoka nje mara moja nipunge kahewa pale nje. Mtu mmoja akaniona. Sasa wewe ndio Edwin? Nikasema ndio mimi. Unauma? Nikasema sikupenda kuongea. Nikaa nimemwambia samani,
ngoja kwanza kuna vitu nafanya ndani. Nikaingia ndani. Akaanza kumgombeza kakaangu. Wewe mtoto anaumwa umemwacha ndani. Mtoto anaumwa na unamwangalia tu amekonda hivi. Akasema haya. Niko ndani. Yaani siwezi kunyanyuka. Nikatembea hata nifike pale. Ni mtu wa kulala. Na maana kuna walokole wengine wakishafunga ni kama wagonjwa. Lakini mimi nilikuwa nalala tu chini, nalia. Nikichoka, kinywa hata kuinua ni kazi. Nachukua kitambaa na bandika usoni. Napata angalau ka nguvu ka kuomba. Nikichoka kulala, nakanda huko najikanda kwenye miguu, napiga magoti, naanza kuomba chini kwenye sakafu. Hivi nafikiri Mungu atakuacha? Nafikiri Mungu atashindwa kukupa nguvu tasa kapona? Atashindwa kukupa nguvu mwenye pressure kapona? Atashindwa kukupa huduma ya uimbaji? Atashindwa kukupa uinjilisti ili watu wakakole? Na wewe kuna wakati mwingine nitakuwa mwambie Mungu, Mungu nisikae tu kanisani. Mungu amekuokoa wewe ili ukaokoe wengine. Lakini kanisani watu mmekaa kama mapambo, hata hamna faida kwa Mungu. Kuna wakati mwingine nitakuwa Mungu aone faida ya wewe kuokoka. Kwa mvikumbuke, muda wangu umeisha, lakini mmekumbuke haya mambo. Mmekumbuke sana. Na pia kitabu cha mwisho utaenda kujisomea mwenyewe. Waebrania 10 kuanzia mstari wa 19 mpaka 39. Ila uzuri wewe ungeanzia tu Waebrania 10 kuanzia 1 mpaka mwisho. Lakini yakumbukeni haya mambo ninyi watu. Yesu ili afikie lengo la kuokoa ulimwengu. Sasa ni Waebrania 10 kuanzia 19 mpaka 39. Lakini wewe unaweza kaanzia tu 1 mpaka mwisho. Itakuwa vizuri sana. Yakumbukeni ya mambo. Hauwezi kumjua Mungu kama haujui kuvumilia. Hauwezi kukua kiroho kama uvumilivu uko ndani yako. Mwanafunzi, yani mtu mpaka anakuja kuitwa waziri, kuna uvumilivu ulikuwa ndani yake. Mtu mpaka anaitwa mchungaji, askofu, kuna uvumilivu ulikuwa ndani yake. Mtu mpaka anaitwa mwanajeshi, polisi, mgambo, kuna uvumilivu ulikuwa ndani yake. Moses Kola mpaka Mungu amemtumia kwa viwango vya juu na uzoefu wa kibinadamu. Kuna kitu kinaitwa uvumilivu. Mungu anaangalia. Ndio maana sasa hivi nikupe siri moja. Mungu anamtafuta mtu ambaye ataitoa mwili wake kwa ajili ya taifa. Alafu Mungu atamtumia kwa viwango vya juu kuliko hata kile cha Moses Kola. Kwa sababu Mungu mambo yake hayafanani na chochote. Anamtafuta yule mtu ambaye atakuwa na uchungu na roho za watu. Yule mtu ambaye akimwona mwanamke yuko uchi anatamani kulia. Anamtafuta huyu. Kwa haya mambo likumbukeni ile uvumilivu. Mwambie Mungu nipe roho ya uvumilivu. Lia. Mwambie Mungu nipe roho ya uvumilivu. Nipe roho ya uvumilivu. Ndio maana shetani akikukosa sehemu zote, akikukosa kudhoofisha, ndio maana sikiza makini. Kila kitu, roho ya maombi, imani, kibali, huduma, karama zinakufa, zinadhoofika. Hii roho ya maombi ya nani? Hii roho ya uvumilivu isipokuwa ndani ya mtu. Ili maombi yajibiwe, uvumilivu takiwe ndani yako. Ili umjue Mungu kwa viwango vya juu. Usifikiri kumjua Mungu ni mayai. Usifikiri kumjua Mungu eti ni kula. Ndio maana kuna wakati mwingine unatakiwa ufunge hata kama mchungaji hajasema ufunge. Yaani kuna watu hapa wengine mpaka kufunga, mpaka mchungaji aseme wafunge. Yaani wanavutwa. Kienda kolongoni hivi. Hivyo wanasukuma, wanavutwa. Sasa kile kitu Mungu hakitaki. Mungu anamtaka yule mtu ambaye anakubali. Anafunga hata kama asipoambiwa funga. Anaomba hata asipoambiwa omba. Usiku usipende kulala. Usiku usipende kulala. Ndio shetani anapowapiga. Vumilia hata kama usingizi usikuendeshe. Kesa unaomba. Ukiona kama ukipiga magoti unajisikia kusinzia, anza kutembea. Yesu naomba neema yako.
naomba kibali Baba, nipe neema ambao nikisimama kuhubiri kuna watu watabadilika, kuna watu wataokolewa. Unaomba sio ya maombi ya makelele, ninavunja ninapiga. Unavunja nini hivi? Unajua, sikiliza, yani ili uweze kuvunja falme za giza lazima uwe na kiwango kikubwa cha kumjua Mungu. Sio rahisi yani kuvunja falme za giza, na uwe na uvumilivu. Na maana kuna watu mwingine Mungu hawapatii vitu vingi, anajua huyu mtu nikimpatia hichi kitu kitaleta madhara. Kwa ajili gani? Yani Mungu akikupa karama, labda baba yangu akikupa karama kubwa, akaona huyu kijana hana moyo wa uvumilivu, kupitia hii karama anaweza kapotea kabisa. Umeona hichi neema ambayo Mungu amenipa mimi? Mungu amenipa mimi neema na amenipa uvumilivu. Nilimuomba uvumilivu kwa sababu shetani anaweza kukupiga roho za madeni, kukupiga roho za magonjwa. Kupitia kile kitu kinaweza kukuangusha chini. Kile kitu ambacho yale matatizo unayo yanaweza kukufanya ukaanguka chini. Kwa unataka kumwambie Mungu, nisaidie, niondolee haya matatizo Mungu. Usiponiondolea haya matatizo Mungu, nitayawaza sana matatizo, sitawaza kukujua Mungu. Kwa nisaidie. Unaweza kuona kama naongea sana, ila kuna siku utanielewa. Hauwezi kushinda uzinzi kama usipokuwa na uvumilivu. Vumilia. Huwezi kuingia mbinguni. Biblia inasema watakaovumilia mpaka mwisho ndio watakaookoka. Watakaovumilia ziki zote ndio watakaookoka. Mimi kuna wakati nahubiri, sikiliza, nahubiri, mtu anakuja nasimama hapo, anaanza kukufokea. Kuna wakati mwingine unahubiri, nimesimama hapa, mtu anakuja anakupiga. Mpaka siku moja nitaka kulia mbele za watu, nilipiga kimoja nikaa nimeanguka chini, machozi kana nataka kutoka. Haya, kama singekuwa na uvumilivu singekuwa nimeshaacha. Yani mpaka wachungaji wanakukataa. Kwa moyo wako mwingine unasema labda Mungu amenikataa, mpaka wachungaji. Ila mwishoni wao wenyewe wakasema huyu ana Mungu. Wao wenyewe wale walionikataa wakasema huyu ana Mungu. Kuna wakati mwingine vumilia ili wale maadui zako waseme huyu mama ana Mungu. Tumeleta magonjwa lakini bado amesimama. Tumeleta matatizo bado amesimama. Yani Ayubu magonjwa yanamtafuna, yanakula mwili wake, lakini yeye ameng'ang'ania. Anasema nang'ang'ania msalaba, ameng'ang'ania. Magonjwa anakula, yamekula watoto, matatizo, kila kitu kimetoka, lakini yeye amemkamata Yesu. Haachili. Sema kama nitakufa nife hapa. Kuna wadudu fulani akikamata gabi, yule mdudu si anaitwaje? Akikamata kwenye mti hata ufanyeje, yuko tayari miguu ikatikie. Si anaitwaje yule mdudu? Nini? Anaweza kasiafu. Yani akikamata hivi yuko tayari kila kitu kikatike. Nini? Inawezekana kila kitu kikatike, lakini hakaachi. Hata siafu naye naona anafanya hivyo. Yani akikubana tu hivi, hata uvute kiuno kikatike, hakaachi. Na wewe ndio uwe kama hivyo. Yani hata kama magonjwa yale, madeni yale, matatizo yale, lakini sema mimi nang'ang'ania msalaba. Mimi nakwenda na Yesu. Yesu atakapoona uvumilivu wako ndipo atakapokusaidia. Mungu alete vitu vya ovyo wewe. Mungu anakuletea vitu ili akufundishe. Yani mwinjilisti unataka nguvu. Nguvu zinatafuta kwa jasho. Kila kitu kinatafuta kwa jasho. Simama juu. Simama juu. Kila kitu kinatafuta kwa jasho. Na maana Biblia inasema hakuna kinyonge chochote kitakachoingia vinyonge kidogo tu kimekutana na matatizo. Ndio bwana mwe makini sana na hao watumishi wanaopenda kuhubiri. Utakuta umemkuta tu mhubiri amehubiri vizuri,
akisema naitaka kuombewa pita mbele na mlokole anapita. Yaani hata kama nikiwa mimi nikikwambia uje nikuombee, hiyo kataa. Yaani ndio maana mimi huwa sipendi, hata babangu na baba hapa anajua. Huwa sipendi mimi baba mchungaji yote niwekee mikono. Wanawekea getu na babangu wa kiroho. Unajua kwa ajili gani? Wewe makini. Anakuja mchungaji. Ni kweli amehubiri vizuri. Ndio maana niwaambie kitu kimoja. Sio kila mtu anayetoa pepo au anaotoa na nini. Anamponya, anaombea vilima unapona na Roho Mtakatifu. Kwani akina Petro sio walikuwa wanaombea, wanafanya nini? Mapepo yanatoka, lakini walikuwa bado hawajampokea Roho Mtakatifu. Lakini Yesu alipoondoka ndo wakampokea Roho Mtakatifu. Kwa mwe makini, mtu tukahubiri vizuri, umemuelewa, unakuja kuombea. Baba nina shida. Mungu anasema cha kwanza umemdharau baba wako wa kiroho. Hata ukiona mhubiri na hubiri vizuri mtandaoni, usichukue namba yako kampigia. Mimi kila kitu ninachokutana nacho, kila mtu ninayekutana naye mimi huwa namuuliza kwanza Mungu. Kila mahali ninapoalikwa huwa namuuliza kwanza Mungu, niende au? Maana kuna mahali mingine utaenda utakufa jumla. Naona kuna wainjilisti wengine waliposhindwa kuvumilia wakaingia kwenye mikono mibaya. Mungu aliwachagua kuwa wahubiri wa vizuri, lakini kuna mahali alikuwa anataka wapite, lakini wakashindwa kuvumilia wakaingia kwenye mikono mibaya. Funika macho. Naomba piga vyombo, jiandae. Tuimbe baada ya muda alafu. Funika macho. Mwambie Mungu, nipe roho ya uvumilivu. Paulo na Sila wanatupwa gerezani. Roho ya uvumilivu ilikuwa ndani yao. Petro na Yohana wanatupwa gerezani, lakini hawakumwacha Mungu. Nimeanza kukamatwa na polisi nikiwa mdogo sana. Nakamatwa na migambo. Napitia changamoto nyingi, lakini sikumwacha Mungu kwa sababu roho ya uvumilivu ilikuwa ndani yangu. Ayubu hakumwacha Mungu kwa sababu uvumilivu ulikuwa ndani yake. Roho wa Mungu, basi taimba kwa pamoja. Roho Mtakatifu utawale maisha yangu. Roho Mtakatifu utawale maisha yangu. Roho Mtakatifu utawale maisha yangu. Tuimbe kwa pamoja. Roho Mtakatifu utawale maisha yangu. 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 Utawale maisha yangu. Tuimbe tena. Roho Mtakatifu utawale maisha yangu. Roho Mtakatifu utawale maisha yangu. Utawale maisha yangu. Utawale maisha yangu. Utawale maisha yangu. Roho Mtakatifu utawale maisha yangu. Uvumilivu usitoke ndani yangu.
Mtakatifu, utawale maisha yangu. Roho Mtakatifu, utawale maisha yangu. Utawale maisha yangu. Utawale maisha yangu. Tufuatishe maneno haya. Endelea nikupiga vyombo. Fuatisha maneno haya. Funika macho. Sema, Bwana Yesu, ninakuomba unipe nguvu za Roho Mtakatifu. Uvumilivu usitoke ndani yangu. Nakuomba Yesu, nataka nikutumikie. Nipe roho ya uvumilivu, nisikuache wewe. Wako watu waliposhindwa kuvumilia, wakashindwa kufikia malengo yako Mungu. Nipe roho ya uvumilivu. Nipe roho ya uvumilivu. Nakuomba Yesu. Nakuomba Yesu. Uvumilivu usitoke ndani yangu. Amina. Basi nitamkaribisha baba. Mungu akubariki.